Wana Third Cup, karibuni tena kwenye kipindi kingine. How have you guys been? Mnaendeleaje? Hatujashare stories kidogo kwa dakika kadhaa. Siwezi nikasema muda mrefu. Dakika kadhaa tu kwa sababu mambo yalikuwa tunajaribu kuweka vitu sawa. Hivyo vutie zaidi na more excited kurudi tena. Anyway, I hope tumeanza kustocking vyakula na nini ili asije akatokea aliyotokea, last time, but tunaomba Mungu kuwe hali iwe shwari. Ndio tunachoomba, tuwe na amani, maisha mengine yaendelee kwa sababu. Sasa bila kuchelewa, story yetu inayotufungulia leo inasema alisema nimzalie akaniacha baada tu ya kushika mimba. Let's get into it. Are you ready? So anasema mimi ni binti wa miaka 23. Nilikuwa na mahusiano na mkaka mwaka mmoja bila kujua kama kaoa. Kwenye mahusiano aliniambia nibebe mimba ndio aende kwetu. Msemo tumeusikia sana. Anaendelea anasema alinisumbua sana. Eti anapenda watoto. Kwa nikibeba mimba tu ataenda kwetu. Basi mimi nikajichanganya nikashika mimba. Baada ya kumwambia kuwa na mimba, akaniambia mimba sio yake tena, niheshimu ndoa yake. Akasema ana mke, nisimfuatilie, yeye ni mume wa mtu. Tena anajibu akisema, wewe ukujua kuwa kuna mimba, yani nimwache mke wangu ni kuoe wewe, tena ujitambui. Hii kauli ni wimbo wa wanaume wote ambao wameoa na bado wanaendelea kucheza nje. Hii ni wimbo wao. Nilikuwa kwa sister naye akanitimua. Wow. Ikabidi nirudi kwa mamangu nikaishi. Nimelea mimba kwetu huko nikiendelea kumtafuta. Huenda atabadilika angalau ahudumie hata mimba, lakini alikataa. Tena na block juu. Nikalea mimba hadi kafika kujifungua. Nikajifungua mtoto wa kiume lakini kwa upasuaji. Maisha ya kwetu magumu. Hata gharama ya kulipia hospitali hadi tulikopa. Baada ya kusikia nimejifungua akani-unblock. Nikampigia kumuomba hela akasema hana cha kuniahidi. Yani wow. Yani huyu kaka amenikatisha tamaa, sina hamu na wanaume. Toka na mimba hadi nimejifungua tena kwa upasuaji hajawahi kunipa pesa yoyote kama baba wa mtoto. Ila sasa hivi mwanangu ana miezi 3, anasema kanimisi eti nionane naye anipe hela ya nguo za mtoto. Na mimi mwenyewe sina mnaye wala sitamani hata kuonana naye sababu kanikatisha ndoto zangu. Sikuwa na ndoto ya kuwa single mother, maana yake nasikia single mother hawaolewi. Dia binti mzuri. Na hii inaenda kwa mabinti wote. Hili swala la mwanaume anakuambia shika mimba nizalie ni kuoe na wewe unaenda kichwa. Hata kama mmekaa kwenye mahusiano miaka 2. Ujue uoga tunajua kama huyu mtu mbona kama haeleweki. Huyu mtu mbona kama janja nyingi. Huyu mtu mbona kuna namna nikimtafuta, kuna namna tukiwasiliana, kuna namna nafsi zetu uoga zinajua. Unajua ile gut feeling. Kuna namna unakuwa unajua something is up. Wala hata tusikatae. Wewe unaenda unashika mimba. Huu ndio ukweli, tuambiane tu ukweli. Unaenda unashika mimba mtu hata hajakuwa. Mind you, hata walioolewa, waliotolewa mahali, waliovalishwa pete wanashikishwa mimba na bado wanaachwa. Wanawake wengi wapo kwenye ndoa na bado ni single mothers. Unajua kauli sasa hivi inayotembea ni kwamba dear women, kama unataka kuzaa watoto, kama unataka kuzaa mtoto, zaa kwa sababu unaona unataka na unajua huyu mtoto hata kama baba yake asipokuwepo utaweza kumhudumia. Miaka 23, yes, kwa Kiafrika ni umri mdogo, lakini kwa sasa hivi speed ya maisha inavyoenda, miaka 23 sio mdogo. Thanks to mitandao tunasikia hizi story nyingi. Nao wanakuambia umeshajifungua akakuunblock, anakuambia uende ukaonane naye akupe la mtoto. Najua unajua anachomaanisha by mkaonane naye, kwa sababu anakuona uko desperate sana na kutaka hiyo pesa ya mtoto. Swali ni je, kweli unahitaji hiyo pesa ya mtoto? Hata kama unahitaji, najua
kwa ambavyo tunakuaga vulnerable kwenye situation kama hizi, mtu ndo unaenda utafanya chochote atakachokwambia, kwa sababu mwisho wa siku unataka upate 2000 ya Pampers. It's not worth it. Ukitoka hapo kama sio magonjwa, una mimba nyingine, sasa unamlaumu nani? Ishatokea. Hatuwezi kusema ni kosa ishatokea kwa sababu mtoto yuko hapo. Mtoto sio, ulikosea kwenye kitendo, lakini mtoto kashatokea, sio makosa, ni mapenzi ya Mungu yametimizwa. Move on. Tena wewe umekuwa single mother miaka 23, zamani watu walikuwa wanakuwa single mother miaka 18, 19. Pambana utakapoweza. Ila sijui kama utaamua kwenda kwa naye, ujue kitakuramba zaidi. Na acha kubembeleza. I think ifike tu time, wanawake, ukishaona mimba imekataliwa, jua huu mzigo ni wako. Hata kama akija kurudi mtoto ana miaka 2, wachache sana ambao kweli wataendelea kuhudumia huyo mtoto na asitake chochote kwako. Atakuwa kweli remorseful, atajirudi, atasema okay, nimekosea. Huyu mtoto kweli ataanza kumhudumia, atahudumia for as long as he can. Lakini wengi anakuta anarudi, anakukula tena, atahudumia mtoto mwezi wa kwanza, wa pili, ule wakati bado mna mapenzi tena yameshatashata. Baada ya hapo humuoni tena. Before you know it, unalia kilio kingine. Move on. Mtu alishakataa mtoto. Saizi akitaka kurudi, nadhani kuna njia nyingi za yeye kukutumia wewe pesa bila hata kusema mkaonane. Akitaka kumuona mtoto, umesema huko kwa mama anakulea, saizi tumia akili. Sasa tumia akili. Akisema anataka kumuona mtoto, mwambiaje nyumbani. Hata kama ni kumuona mtoto, amuone nyumbani pale na mama yupo. But kwa akili zetu za Gen Z, Mungu atusaidie. Huo ndio ushauri wangu. Akitaka kuja aje nyumbani, aonane na mama. Sio aonane na mama kwa sababu anataka kukuoa. No, ni kwa usalama wako mwenyewe na mtoto wako. Na kweli kama ana nia ya kutaka kumhudumia mtoto. Otherwise, hapa tunacheza patapotea tu. Na wote ni watu wazima. But ni hayo tu. Story yetu ya pili inasema, rafiki yangu mlokole lakini malaya. Anasema, ni rafiki yangu mmoja, ni mlokole, ni ameshika dini vibaya mno. Jumatano na Jumapili anashinda kanisani. Ukienda kwake ni Bible muda wote na nyimbo za dini. Usiku anaweza kukemea mapepo hata masaa 3 ndo alale. Ila sasa cha ajabu, ni malaya mbwa. Amewapanga foleni, moja unaweza shangaa, na wanamuamini sababu ya alivyoshika dini kwa nguvu zote. Nikimuuliza, sasa wanaume wote hawa zaidi ya 5, afu wote wanahela chafu wa nini? Why usikae na mmoja tu? Anadai kila mtu ana dhambi yake nzito ambayo hawezi acha na Mungu atampokea nayo. Hii nimeipenda. I like her already. Hii nimeipenda. Kila mtu ana dhambi yake nzito. Na Mungu atampokea nayo. Yeye anadai haridhiki na mwanaume mmoja. Mpaka sex na tofauti kwa wiki, hata 3 ndo anakaa sawa. Yaani nachoka mimi mjukuu Mwandambo. Hii sio hata habari. Actually natamani watu waje wa share experience zao na watu wa design hii. Yaani natamani comments, DMs, tusikie story zaidi juu ya hizi. Unajua hii it's not even news. Hii sio hata habari mpya. Hii tunajionea waweka vifungu vya Wakorintho wa Filipi. Ukija kuangalia life lao unabaki mdomo wazi. Unasema hivi, kweli Mungu tuna dhambi moja? Au kuna namna tukifika mwisho wa safari, kuna namna mambo yata maybe utazingatia kidogo, kwa sababu I'm not moving like her. Mimi sifanyi anayoyafanya, lakini Mungu mwenyewe unaona. Lakini ukimkuta yuko humu, ukimkuta anavofuata vifungu mpaka unasema Yesu, mimi si ndo naishia peponi. But mmoja anakuambia kila mtu ana dhambi yake ambayo Mungu atampokea nayo, lakini ndo wanaume zaidi ya 5 kwa wiki lazima ubadilishe 3 ndo unakaa sawa. Yaani kabla hujakemea mapepo yale, inatakiwa akemee mapepo yake mwenyewe kwanza. Na inawezekana hata hao wenye pesa chafu kuna vitu wanamfanyia, wanamtumia yeye, lakini hajioni. Unajua kwenye swala la dini na imani kuna upofu mwingi sana. Wewe unakemea ambacho sio hata cha kukemea, inatakiwa ujikemee wewe, ujitibu wewe, lakini huoni. Yaani huoni wewe shida ulionayo. Unaona ni sawa. And what's funny,
inakuwa ukiwa unafanya kitu ambacho unakosea, it's so easy to justify it. Yaani ukiwa unafanya kitu ambacho unakosea ni rahisi sana kukijustify, kwa sababu utaona ina make sense na utaki mtu mwingine yote akusumbue. Umeongea, umemaliza. Yaani ni kama unajiham. Ukishasema bwana, kila mtu ana dhambi zake na Mungu atampokea, nani mwingine ataongea chochote? Ile wanasema asiyekuwa na dhambi awe wa kwanza kurusha jiwe. Ndio hiyo sasa. Ndio hii inatokea. Lakini haya, tumeongelea kwenye masuala ya udini kwamba Mungu atampokea na dhambi zake. Magonjwa tunajua sex ni soul ties. Unavyozidi kulala na watu tofauti, hell hata ndotoni yenyewe, when you are unconscious, ukiwa una have sex na vitu havieleweki, tayari ni tatizo. Ndio itakuwa kwenye ulimwengu wa kibinadamu ambao you're just sleeping around with people. Unajua vitu unavyovibeba, unajua vitu unavyokumbana nayo. Okay, tuachie hata na huko kwenye masuala ya soul ties. Magonjwa you can only be too careful. Utasema mimi niko careful, lakini kuna siku isiyo na jina kitakubamba. Na kitakubamba in a way utamrudia Mungu kikweli kweli, sasa serious kwamba ile dhambi Mungu naomba niache nipokee. Kuna siku kitakulamba. Yaani hii yote ilikuwa sawa aliposema kwamba hii yote haikuwa sawa. Imezidi kuwa sio sawa aliposema wanaume zaidi ya 5 afu wote wana pesa chafu. Dunia hii tunayoishi ambayo wanaume wana pesa za kumwaga. Unataka uniambie wanakupenda tu, ni mapenzi tu, wameamua kukuspoil, wameamua tu, na wewe unawapata tu kwa sababu you're so blessed, unawapata tu. My guy, hizo mbingu zitafunguka, milango itafunguka, utakaa chini, utashika kichwa, utanyoa nywele, Lakini kwa nini watu wakogo hivi? Unajui hii sio story ya kwanza. Hii sio story ya kwanza. Tutaletea stories zingine juu ya hii topic kwa sababu kidogo imenibamba. Hawa watu kuna namna kuna kitu hakiko sawa. Sio wote. Na sijui kwa upande